Kaa kimya! 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 Niache! Kwani mimi ni nani? Na kwa nini nipo hapa? Hii eti kinaniuliza chenyewe ni nani? Yaani kinaniuliza kama kiniulizi tena. Kwa hiyo wewe hujui ni nani? Mimi? Mbona kama sikumbuki chochote? Mimi hapa nimekokota kule. Niokokota mlimani. Ulikuwa na bilingita kutu kutu kutu. Ndio nikakuchukua nikakuleta hapa. Kwa hiyo umeniokota. Acha! Acha! Kaa kimya! 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 Niache! 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 Niacheni! Niacheni nifanye moyo wangu ninavyotaka. Hivi mnajua natafunwa moyoni kiasi gani? Mnajua moyoni naumia kiasi gani? Mimi nilikuwa kiongozi mwema. Nilikuwa kiongozi mwaminifu, kiongozi mtiifu, lakini hakuna yeyote aliyenisikiliza kwenye himaya. Watu walinikaidi na kunikimbia. Alafu leo nimuone mpumbavu mmoja anamsogelea mwanangu ninyemanze. Nasema na mnisikilize. Tangazieni himaya nzima, yeyote atakayekaa nyuma ya mtoto wangu, huyo ni kifo, 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 kifo. Tazama, himaya yote watu wameondoka, watu wamekimbia himaya nzima, tumebaki wachache tu. Wamemfuata mpumbavu mmoja ambaye anapotosha wana himaya, Mkolea. Halafu leo familia nayoitegemea, familia yangu naitegemea, mtu asogee ninyemanze, nikae kimya.
Haiwezekani, haiwezekani. Waambieni, nendeni mkawaambie vijana wote wa himaya hii, anayetaka amani na kuishi kwa amani asisogelee binti yangu. Binti yangu asisogelee. Akisogelea amekufa, amekufa, amekufa. Kiru tayari shwa. Ina maana yule amekufa? Amekufa kama afi tena. Nimeanza kuogopa sasa. Alafu inaonekana yule mzee ni mchawi. Na kwa nini kamuua? Usiogope. Yule amemuua kwa sababu alikuwa anatoka na binti yake. Na sio huyo tu, amewaua zaidi ya 17. Sieti. Na kuhusu uchawi, sisi wote hapa ni wachawi, wote ni wachawi. Hata mimi mwenyewe ni mchawi. Ona. Jaribu na wewe nione. Jaribu tuone. Jaribu. Wezi. Sasa nisikilize. Wewe rudi, afu mimi nikafanya majukumu mengine. Sawa? Kanisubiri. Pole sana mwanangu, najua unaumia sana, lakini hata mimi hili swala linaniumiza sana, na sijui kwa nini babako amekuwa katili kiasi hiki. Lakini pia achana na hizi habari za vijana, sawa? Ni vijana wangapi saizi wamekufa? Achana nao kabisa. Ule mwili tayari nimeufikia. Kazi nzuri. Kazi nzuri sana kijana. Safi. Kingine baba mlezi, yule kijana nilomokota kapoteza kumbukumbu. Hapatambui anapotoka, wala hajui jina lake ni nani. Ila kila kinachotokea hapa anaelewa na anaona. Sawa. Basi unapaswa kukaa naye mpaka atakaporejesha fahamu zake. Japokuwa muda mwingine najiuliza, ni kweli amepoteza kumbukumbu au wanatuigizia? Ila hakikisha unamwekea ulinzi mpaka kumbukumbu zake zitakaporudi, tujue ni wapi ametokea, himaya gani. Aya, mimi naenda. Naenda.
Nisikize. Usitoke hapa kwenda sehemu yoyote, sawa? Sawa eh? Ukitoka tu hapa utakufa kama ufi tena. Watakuchinja. Shwa! Nakuja. Kajitu. Naam. Bado na imani na wewe, japokuwa ubadiliki kabisa, ila na uhakika ni wewe. We. Amna bana. Mimi sio nilotabiriwa. Hivi unadhani akisikia Mkolela hapa tunachokiongea hapa sasa tu wote? Yaani shwa. Amna bana. Fimbo yake tu ile anapiga watu 1000, akitenga pale anaanza kupiga wanakufa wote. Mimi naogopa. Sawa, tuachane na hayo. Vipi kuhusu ule mgeni? Mmejua alikotoka ni wapi na amekuja kufanya nini? Hajitambui yeye ni nani. Alafu cha ajabu ananiuliza eti mimi ni nani? Na wewe ni nani? Mimi nikabaki na mshangaa. Nikamwambia wewe, mimi sikujui, nimekokotea huko juu. Lakini baba mlezi kaniambia nikaene karibu, ili siku atakapokaa sawa tu atatuambia yeye ni nani na katoka wapi. Oh. Ila ni mzuri. Toka. Mtakuja kupenda na majini. Umenkela. Twende. Kajichoni chizi bumbumbu. Kajichoni chizi bumbumbu. Kajichoni chizi bumbumbu. Kajichoni chizi. Wow. Hakika wewe ni binti mrembo sana. Moyo wangu unadunda. Naona kabisa unadunda kwa sababu yako. Nikikutazama robo ya mwili wako, nusu ya mwili wako, robo tatu ya mwili wako na mwili mzima. Wewe ni mrembo sana. Na kila ninapozidi kuwa karibu na wewe, moyo wangu unadunda. Na sijui unadunda kwa sababu gani. Unaonekana ni kijana jasiri na una maneno matamu sana, lakini je, hauogopi? Ninakusihi, naomba ukae mbali na mimi kwa usalama wa maisha yako. Katika mwili wa binadamu, kitu cha kwanza kabisa ambacho huwa kinaogopa ni moyo. Lakini naona moyo wangu kabisa
unadunda kwa sababu ya mtu aliyo karibu na mimi. Siogopi chochote. Labda nikuombe kitu kimoja, ili nijue moyo wangu unadunda kwa sababu gani na unamaanisha nini. Kwa sababu pia hatujawahi kukutana na hatujuani, lakini naona moyo wangu unadunda kwa sababu yako. Tafadhali naomba unikumbatie ili nitambue moyo wangu unadunda kwa sababu gani. Nakuomba. Hongera sana mume wangu. Kumbe bado uko imara eh? Nilijua tu unanijaribu. Na una bahati kwa sababu wewe ni mke wangu. Angekuwa mwingine, nilikuwa nakufagia vibaya. Na kitu kingine usichokijua sasa. Hii fimbo inaweza ikapiga kijiji kizima. Kwa sababu hii fimbo huwa naita ni elementi. Yaani ni kinga yangu. Hakuna fyoko juu ya hii fimbo. Usije ukarudia tena. Kwa maana kuna siku naweza nikajisahau nikafanya kitu kibaya. Na huu ndo muda wa kwenda kufanya kazi. Oh. Ni vizuri. Kwa hiyo tunaanzia wapi? Sasa kwa kuwa kumbukumbu zako hazijarudi vizuri, mimi nitaendelea kukuhifadhi kwenye hii himaya, lakini pia huwezi kuishi bila kuwa na jina. Inabidi nikupatie jina ili iwe rahisi wana himaya kukuita jina lako. Wewe utaitwa Mwandola. Basi tupeane mkono kama ishara ya kukukaribisha kwenye himaya. Muda tunatamani sana kuwa sawa kama wale,
Maumivu mengi tunapitia, so kama wale yalasemwa mengi sana kusumila wewe, ila Mungu fundia kunyimi vyote mekanipa wewe. Ukweli nakupenda sana, oh yeah, yeah, yeah. I love you. Ndo nini? Namaanisha nimempenda sana huyo binti.